tuseme ni mababu ama nimekwea juu ya mti. Oh. Imebidi. Wali gani? Salama, nashukuru Mwenyezi Mungu, labda wewe. Hata mimi mzuri, shwari kabisa. Nashukuru. Kwema uliko? Kwangu kwema, kwako vipi? Salama salmi, nashukuru Mwenyezi Mungu anajalia. Hivi au kusombwa? Sijasombwa mie. Kwani wewe mbinu zako zipi ama najua kuogelea? Wewe unajua kuogelea? Sana, sana. Na tajriba. Na hicho kimo chako? Na tajriba kabisa. Tajriba hivi umepiga mbizi sana kaka? Nimepiga mbizi kwenye vidimbwi vya maji. Vile vya vijijini vile. Unaelewa? Unatoka kule umeparara unakaa mamba, unafanana na mamba. Ngozi ya mamba. Lakini unajua kwa mamba yeye kuparara kwake ndio urembo wake. Ndio urembo wake kabisa. Lakini sasa wewe unajirembesha hivi, unakutana na mzazi nyumbani, mama anakuuliza umetoka wapi? Mwambie umetoka kutembea. Anakuuliza kuni kwanza iko wapi? Kuni iko wapi? Umeparara. Na unakuja unakaa kama kitabu cha hisabati. Hivi lakini mko wazima huko Nairobi? Maana swala hili la mafuriko alinifurahishi. Tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Tunashukuru pia huku tuko wazima, hali nzuri kabisa. Mvua baraka kwa wingi. Upanzi watu wenye shamba wanapanda. Wale wa kukodi bala. Wewe uko wapi sasa? Katikati tutakufanyia uchunguzi wewe. Wewe umetuma za mbolea? Lazima. Usipotuma basi ni shida hiyo. Okay. Wataanza kunyoshia vidole. Mchungaji Ambrose amepokea salamu. Amepokea. Amezipokea. Hata nimeona amesema amepokea. Vizuri. Anafuatilia akiwa hapo Mahanga tu ametulia. Mahanga hapo watu wa chai. Basi siku moja mualike studioni pia asubuhi. Sasa ndo tutapanga haya mambo sasa vizuri. Mwalike studioni afike asubuhi afanye mambo yake. Maajabu. Hiyo yake hiyo mzuri kabisa. Ana kibali hicho. Kweli. Haya, sasa nataka tuweze kuingia ama kabla tufanye vile, umekuwa ukifuatilia na leo hii niliamua kwamba maswali yangu yasije yakasumbua sana mwanafunzi wangu. Nimekufuatilia vizuri sana. Nikaambia mwanafunzi aniambie tu amani ni nini, rafiki ni nini, ujasiri ni nini, na anipe mifano katika sentensi. Umesikia baadhi ya wanafunzi vile ambavyo wanaelewa na kukijua kukimanya Kiswahili? Nimesikia, lakini kuna jambo moja ningependa kurekebisha. Hebu haraka sasa. Amesema onyesha, ni onesha. Onesha. Hapana kusema onyesha. Hamna nye. Hamna nye. Hakuna nye. Ni ne. Tunaonesha. Lakini vile nilisoma ulisikiaje? Iko safi. Kwa hivyo labda ukiguzia tu ama ukiongeza uzito mizani kidogo hapo unaweza semaje? Unajua? Unapozungumzia kuhusu neno hilo kihalisia. Naam. Hatuwezi tunasema anaona. Aonyi. Aonyi. Kwa hivyo anaona. Ndipo tunasema anaonesha. Katika kauli ya kutendesha. Naam. Vizuri. Kidogo hivyo. Naam. Kwema kwako? Kwangu kwema, nataka tuingie katika mada ya siku ya leo. Na ni ukweli kwamba kuna ujio wa akili. Ulikuwa umeuliza hebu uliza tena. Nimeona mahali umeuliza swali. Nilikuwa nimeuliza artificial intelligence. AI. Hiyo AI hiyo. Na kwa lugha ashrafu. Ya Kiswahili tunasema ni akili bandia. Akili bandia, akili unde. Akili unde au akili mnemba. Akili mnemba. Akili bandia, akili unde, akili mnemba. Yaani neno ambalo pia ni kisawe, lina visawe kadhaa. Kabisa vitatu. Vitatu, akili nemba, akili unde, akili bandia. Kabisa. Vizuri. Kwa hivyo sana vijana ambao wanajiita Gen Z wanajua AI. Sana, hata wanafunzi kuwapatia kazi. AI. Wanakimbia huko sana. Kwanza hisabati wanapiga picha, wanapatiwa suluhu na wanakuandikia. Bala.
Hata wewe ukiuliza maswali yako hapo studioni wanakimbia kule wanachakura. Oh, wanatoa kule. Mimi naona bwana mtu ameweka vizuri kumbe. Na ndio maana leo nataka tujikite katika swala hili nzima la akili unde ama akili nenga, akili bandia hii Asa pia kuna kama inatumika kusaidia labda watu kuweza kujua zaidi kuhusiana na kitu fulani, inamaanisha pia Waswahili ama wapenda lugha, wapenzi wa lugha ashirafu watakuwa na uzoefu wa kutumia akili unde kuweza kujitegemea kimsamiati labda kinini na maswali kadhaa. Unajua kwamba ujio wa akili unde, naam, kwa upande mwingine pia umesaidia sana. Hasa katika utafiti. Naam. Unajua saizi watu wamejikita katika nyanja ya kidijitali. Kwa hivyo ujio huu pia utatumika pia kukuza hasa sana lugha ashirafu ya Kiswahili. Naam. Utapata hata kuna baadhi ya tafsiri za lugha ambazo mtu akitaka kufanya atumia akili unde. Naam. Ataenda pale mtandaoni anapachika ya Kiingereza na inampa ya Kiswahili. Inampa tafsiri. Hapo kuna faida kidogo. Alafu pia ni njia mzuri sana ya kujifunza Kiswahili. Hasa kwa wale wanafunzi ambao wanapenda kutumia njia za kidijitali. Naam. Akienda pale akiuliza swali basi atajibiwa kwa ufasaha. Na hii akili unde ni mtu Nasema ni mtandao, sio mtu huyo. Na anatoa wapi maarifa yote na ujuzi? Ana nywele nyingi. Ana upara kama mimi. Maana akili ni nywele. Ana upara kama mimi. Ukiwa na upara kama Elvis basi bana belua. Jamani, yani Mungu atusaidie sana hapo. Kwa hivyo kusema ukweli ujio wa mtandao huu pia umerahisisha sana matumizi na kupanua uwanja wa teknolojia. Pale ambapo Kiswahili kinatumika katika programu tofauti. Pale ambapo unapata pia mtandao huu unachochea sana utafiti wa lugha. Naam. Yani hapo katika utafiti wengi wanakuwa na uzoefu wa kutafuta utafiti sana, na kwa hivyo wanategemea sana akili unde pale, akili nenga. Unajua kwamba sasa wanafunzi watapotoka kidogo pia. Tumesema kuna faida na pia kuna madhara. Hebu mwanzo kama kuna baadhi ya faida ambazo hujaziguzia, endelea kuzisema alafu kisha tutaingia kwa madhara yake, maana hakuna kitu ambacho kizikosa madhara. Kwanza nimesema ya kwanza ni kusaidia kutafsiri lugha ya Kiswahili. Kutafsiri lugha ya Kiswahili. Pia kukuza ujifunzaji wa Kiswahili. Naam. Kuhifadhi na kusambaza fasihi ya Kiswahili. Kupata mtandao huu pia una baadhi ya hadithi, kuna vitabu, kuna mashairi na methali. Kwa hivyo pia unatumika sana kusambaza fasihi ya Kiswahili. Alafu pia kuna kusaidia uandishi na uhariri wa maandishi. Naam. Utapata mtu ameandika kwa Kimombo, anataka tafsiriwe kwa Kiswahili, anapachika pale anapatiwa majibu ambayo pia yatakuwa sawa, lakini utapata pia hutumika kukosoa sarufi. Kama mtu ametumia sarufi mbaya basi tamrekebisha pia. Naam. Alafu pia kuna kule kupanua matumizi ya Kiswahili katika teknolojia. Unajua teknolojia ni uwanja mkubwa sana. Naam. Kwa hivyo inatumika sana pale kwa tovuti, programu na simu pia usaidia. Alafu pia uchochea utafiti wa lugha pale ambapo ukipatia wanafunzi kazi wanakuambia tutakuletea majibu kesho, kumbe wanajua wanaenda kutoa wapi. Okay. Kwa hivyo kwa njia moja sana sana wale wanafunzi ambao wana simu pale katika utafiti kidogo wamesaidika, na pia wanapata uelewa kutokana na kiliunde pia. Kabisa. Hata umeona baadhi ya picha ambazo zinasambazwa mitandaoni kama ile ya Oburu Odinga. Picha jamani, nakwambia wewe, yani sasa hivi unajua mimi siamini kila kitu ninachokiona. Unaona rais anapaa juu angani. Hata wewe ukipakia picha kidogo uko sijui Uholanzi na labda umeenda kiukweli, lazima nitakuwa nitakuwa na kushuku kidogo pale. Ameenda ama ni akili unde hii. Ushaona? Lakini pia kwa upande mwingine pia inatumika vibaya sana. Watu wanatumia vibaya sana, na saa pale kwa picha, video na
Naam, na ndio pia unasema kwamba mazoea yana tabu na kilicho kizuri pia kikosi madhara. Kwa hivyo baadhi ya madhara ambayo ukifanya mazoea utakutana nayo ni kama gani? Ya kwanza kabisa ni kupunguza ubunifu wa lugha. Utapata watu wanaweza kutegemea kuandika na kufikiria badala ya kutumia ubunifu wao wenyewe katika lugha ya Kiswahili. Na hata pia unajua nyinyi walimu wa Kiswahili mtakosa maana. Ilikuwa lazima useme. Ilikuwa lazima useme hilo. Lakini si ni ukweli. Huo ni ukweli bwana. Hata nyinyi watangazaji mtakosa kazi hapo. Hatuwezi sisi. Tutaweka vibonzo hapo. Maana vibonzo, wacha nikwambie. Huo ni mtandao tu na labda ubunifu. Lakini bwana hawawezi. Hadi sasa vibonzo vije vifanye kazi hapa. Hata utapata kwenye mahubiri, kutakuwa na vibonzo pia. Vibonzo? Yaani wewe unataka kuhubiriwa na vibonzo? Tutaandamana. Unasema ati vibonzo wanyang'anya wachungaji kazi? Ndio hivyo. Hakuna. Ambrose wajipate habari. Hatutakubali akina Ambrose wateseke. Sisi tutaandamana bwana. Mungu muhimu. Hakuna mambo kama hayo. Kwa hivyo umesema kwamba ubunifu unapungua, alafu kutegemea sana pia tabu. Kabisa. Naam. Alafu pili, matumizi ya Kiswahili kisicho sahihi. Utapata wakati mwingine mtandao huu unaweza kutoa sentensi zenye makosa ya sarufi au maneno yasiyo ya kawaida katika Kiswahili fasaha. Kwa pia unaweza potosha. Naam. Kwa hivyo matumizi ya Kiswahili kisicho sahihi. Kwa hivyo hapo ni kwa sababu tu hii ni mtandao, alafu pia ni akili unde tu. Maana sasa unapata ya kwamba basi sisi walimu hatuwezi kosa kazi. Lakini sasa walimu hapo kwa kubuni itabidi pia nyinyi mtegemee kule, kwa sababu akili unde itawapigu. Sasa itabidi mchukue akili yenu ile mliyosoma, alafu kiongeza na ile ya akili unde, alafu ndio sasa mnaiendeleza. Lakini sasa kuna pia naona walimu wengine watakuwa wazembe sasa. Si ndio kawaida? Sana wa Kiswahili hapo watakuwa wanatoa maswali yake pale katika akili unde, anauliza tu akili unde, nipe maswali ya dondo. Sauti dondo. Nipe. Na dondo sisi tunasoma wenyewe pale kwenye riwaya ama tamthilia. Tuelewe, mwanafunzi asome. Sasa mwanafunzi anataka aweze kupewa ufupisho wa tamthilia fulani kwa akili unde. Alafu sasa unajua, unashangaa hii akili unde ilijuaje kwamba kuna tamthilia aina hii ambayo imekuwa ikisomwa? Unajua mwisho wa siku wanaotumia mtandao huu ni binadamu tu bado. Na yeye ndiye aliyeunda mtandao huu. Kwa hivyo hawezi kosa makosa. Lakini si Mkenya. Si Mkenya. Maana najua Mkenya hapo. Ni binadamu ndio, lakini si Mkenya. Kwa hivyo hizi dondoo za Kenya zinatoka wapi? Aliyempa akili nani? Yaani mimi saa zingine napenda vile ulimwengu unasonga, saa zingine nakuwa na wasiwasi na vile vitu vinasonga mtandao akili unde, na nichanganya sana, pia nipa wasiwasi. Unajua hata pia nyinyi watangazaji nyinyi mnategemea pia mtandao huu. Mtandao wa akili unde. Si ndio? Lakini si mara nyingi. Umejisema vizuri, si mara nyingi, lakini huwa mnatumia kidogo tu. Kidogo tu. Tutawatoa studioni. Alafu pia utapata pia kuna kuchanganya lugha. Mara nyingi uchanganya Kiswahili na lugha nyingine kama Kiingereza. Jambo linaloweza kudhoofisha matumizi ya Kiswahili fasaha. Ndipo utapata ukipatia wanafunzi kazi utajua kwamba huyu ametumia akili unde. Kwa sababu kuna baadhi ya maneno ambayo hayatakuwa sahihi na yale ya Kiswahili. Kwamba kuna mchanganyiko. Wanachanganya lugha. Unajua kwanza Kiswahili nafaa kijisimamie chenyewe. Na kimeanza kujisimamia chenyewe. Na isipokuwa tu katika maneno fulani ambayo yanahitaji utohozi ama yalishatoholewa. Kama saa zingine unasikia data. Badala ya tarakilishi unasikia kompyuta.
kompyuta na baiskeli pale, televisheni, lakini si runinga. Runinga. Ndio maana nasema hapa mbeleni kitajisimamia chenyewe Kiswahili. Unajua Kiswahili pia kimeanza kwenda kimataifa. Si ndio? Hata Mwalimu Ogutu wa Msisili huwa namuona anajizatiti anafunza wazungu. Anawaambia sema baba, wanasema baba. Baba. Sema baba. Na wanakimanya wanakitumia sana. Kwa hivyo itakuwa vizuri kwamba pia kikijitegemea na kiweze kujisimamia. Bora tu watu wasitumie vibaya akili unde. Kama imekuja na iko pale kusaidia katika kubuni na ubunifu na kusaidia katika nyanja tofauti na tofauti, basi tutumie kama itawezekana. Kama unahisi hautatumia, una uweledi ama wewe umebobea sana katika fani ya lugha, pia sawa. Maana si ya kulazimu ama si ya kulazimisha mtu atumie. Mimi naweza sema kwamba tutumie, lakini kwa ufasaha. Kwa ufasaha. Labda hii unde itusaidie ndio, lakini pia turekebisha yale makosa ambayo yapo. Labda mwalimu, ni muktadha upi ambao utafanya kwamba wewe uitegemee akili unde? Labda kuanzia ama hali gani itakufanya wewe tu tegemea akili unde? Nikizingatia akili unde hii haija kipindi tukisoma GHC, watu wa CPE zile miaka zetu zile, unakumbuka? Si ndio? Hakuja kuwa na akili unde, sio? Hakuja kuwa na. Lakini tumesoma sisi, ndio hawa tunaelewa Kiswahili kidogo, na kwa hivyo mwalimu ule wa zama zile ambaye hajawahi kutumia akili unde ama kwa maisha yake amefunza tu kwa akili alizozipata pale darasani, kwa hivyo yeye ni sababu gani nitampelekea aweze kutumia akili unde wakati ana ujuzi, ana tajriba na pia ana uelewa wa lugha hii? Labda wewe unataka kutafuta labda jambo jingine na lile ambalo nalifahamu. Na kwa kamusi ipo ndio, lakini sio itapatikana kwa kamusi. Kwa hivyo kamusi zifanyiwe marekebisho basi. Zifanyiwe marekebisho. Ama akili unde pia iunde yake. Unajua akili unde ni binadamu tu ambaye alitengeneza mtandao huu. Mtandao naam. Aliutengeneza na nia ya kwamba jambo la kwanza atengeze pesa. Jambo la pili, kwa wale wazembe ambao wanaogopa kusoma, waweze kunufaika. Kusaidika, si kunufaika. Ni kunufaika huko. Ni kusaidika tu. Alafu pia alitengeneza kurahisisha kazi. Naam. Kwa upande mwingine. Naona unatetea sana. Kama umeizamia. Sijazamia mimi. Alafu kuna pia madhara mengine hapa. Naam. Kupotea kwa baadhi ya maneno ya asili. Ikiwa watu watategemea sana mtandao huu, naam, maneno ya kale yale ya zamani, zile methali na misemo, itapotea. Hata kuwepo na kusahaulika kabisa. Lakini watu watasahau kweli cha mkufumu anafuha akihu. Hebu uliza mtandao wa akili unde, utaona maajabu, utakwambia vituko. Ukweli? Utakwambia vituko sana. Naambia akili unde inipe maana ya ndani ya cha mkufumu anafuhu. Haiwezi kukupa hiyo. Kwanza tafsiri kwa Kiingereza haiwezi kukupa kabisa. Maana ya nje pia bala. Haiwezi kukupa hiyo. Na mwenda tezi na omo marejeo ngamani. Kwa Kiingereza? Haiwezi kukupa hiyo. Haiwezi kunipa. Mpanda mchongoma ama kupanda mchongoma si ngoma, kushuka ndio ngoma. Hasa utafute kamusi. Lakini sasa hapo ukweli, maana kama methali kama hizo hatuwezi kupata tafsiri kamili, basi inamaanisha watu wasiitegemee 100%. Sana. 100% hapo utakuwa unapoteza. Ipo tu kama ngazi. Kusaidia tu, lakini tusitegemee sana. Lakini nahisi kuna maneno fulani hata ukitafuta kule, ukitaka kujua maana yake unadanganywa. Kweli. Unadanganywa. Unajua mwisho wa siku ni mtandao wa kupitisha wakati.
sio kila kitu kitakuwa sahihi. Nimesema kwamba wale wazembe wanufaike ama wasaidiwe. Wasaidike tu, si wanufaike. Lakini wananufaika kwa njia moja au nyingine. Nikuulize tu ni mwalimu umefunza darasani. Aha. Umepeana kazi ya ziada. Naam. Kwanza ulipeana kazi ya darasani, ukasaisha, mwanafunzi huyu akafeli. Akafeli wewe. Aya, ukapata nyingine ya kufanyia nyumbani. Akafika nyumbani akapata sahihi. Basi wenda mama mzazi ama mzazi yule ambaye anaishi naye kule nyumbani alimtumia basi akilunde kumpatia majibu. Akamsaidia. Unajua siku hizi wazazi wamejua sana. Lakini unajua mwalimu pia anaona hapa ni kama tutakuwa na kizazi kisichofikiria sana. Maana usipopenda kufikiria ndio utakimbilia mtandao. Useme hapa mimi sitaki kusumbua akili yangu, kwa hivyo acha nitafute neno hili na maanisha nini, haraka haraka nisaidie kujibu hili na hili. Kwa sababu hutaki kufikiria. Kabisa. Na hiyo sasa tutakuaje? Maana sasa watu wasipofikiria, hata sasa kwa ndoa za usoni, jamani, mzee aufikirii, kutakuaje bwana? Shida zipo. Sasa kuna mgogoro kwa ndoa pia, unauliza akiliunde bwana. Nifanyeje akiliunde? Amenipata kama nimedanganya. Yaani sasa itakuwa kwamba akili zetu sasa hazitakuwa zinatumika ama tunazipea ile nafasi ya kutumika vizuri vile kama hapo ipasavyo, ya kwamba tunategemea akili ya labda kibonzo mahali kiweze ama mtandao ukaweze kutusaidia katika kufikiria kabisa. Unajua kwanza bwana Delvis mtandao huu kuna vitu ambavyo hauwezi ukafanya. Kweli? Hasa kwa maisha ya binadamu, rasmi binadamu. Huu mtandao hauwezi kukufunza jinsi ya kuishi. Utakufunza jinsi ya kuisha. Uishe kabisa tu. Utaisha kabisa, manake ukiuliza kuhusu suluhu ya ndoa basi utakupa tofauti. Kwa hivyo ni vizuri tujifunze kutumia akili zetu sisi. Vizuri. Kwa hivyo ni si eti tu kwamba watu wanatumia katika masomo labda kutafuta misamiati, lugha, ngeli, hapana. Yaani hata kwa mambo mengine watu wanatafuta sana, hasa pale kutumia akili unde sana. Yaani ni vizuri ujifunze kuwa Delvis tu. Kweli. Maana asilimia akili yako iko tu sawa. Ndio, uliumbwa na Mwenyezi Mungu, mbona ujishuku? Sasa unajua pia tukirudi pale darasani, wale walimu ambao usema mimi nakupa 25%, wewe jidafdie 75. Sasa hao walimu nikawa watapunguza hiyo 25 wapeane 5. Huyo naye si mwalimu bora, ni bora mwalimu. Lakini walimu wasione kwamba mimi nawachukia. Mimi napenda sana walimu, hasa walimu wa Kiswahili, nawapenda sana nyinyi watu. Tunajua unachukia wa hisabati, tunajua hilo. Wewe ndio umesema, wewe si mimi. Unajua wakati wetu wa CPE hisabati kwa ngumu. CPE? CPE ule wakati bwana. Hizi za watoto bala. Sasa hizi bwana, sisi wazazi wa CPE tunaumia. Onyesha uwezo wa mvua kunyesha leo. Sasa sisi wazazi wa CPE, hawa watoto wetu wa CBE wanakuja na kazi ya ziada nyumbani. Zile hesabu wanazofanya hatukuwahi kufanya jamani. Sasa nashangaa akiliunde saidia tu. Na wewe ndio mtaala wa CBE. Na wewe ndio unategemewa, maana mtoto anajua mama ana akili kunipiku, kwa hivyo anajua. Sasa unaona matatizo pale. Lakini pia kwa upande mwingine mtandao huu umetumika kuwasaidia wazazi nyumbani. Lakini mzazi pia unapotafuta pale, kama imekubidi uangalie labda chochote kile katika akiliunde, inakupasa kwamba uweze kuangalia jamani, kile wanachosema kinajaribu kueleweka. Is it making sense? Atauliza hivyo mzungu. Kabisa. Alafu la mwisho kabisa. Vizuri. Kupunguza uwezo wa wanafunzi kujifunza. Mtandao huu ambao wanafunzi wanapenda kutumia sana kufanya kazi zao za lugha, wanaweza kukosa nafasi ya kujifunza sarufi, uandishi na matumizi sahihi ya Kiswahili. Naam.
Kwa hivyo ni vizuri wajifunze kujitegemea wao wenyewe. Kuna kitu nilikuwa nafikiria hapa, naona kinapotea. Aha, sasa mimi kama mwalimu wa Kiswahili, najua hii ni kazi, sijui ni kidato cha kwanza ama cha pili, hii kazi ya inakuwa kuchambua sentensi ama kuchanganua sentensi kwa njia ya jedwali, matawi, mishale. Sasa akili unde itakusaidiaje hapo kuchanganua, mtu wangu? Haiwezi. Sasa siwaona, si kila kitu ambacho lazima utegemea akili unde. Kwa sababu hapo lazima ujue una sentensi ina gani. Kuna sentensi sahili, kuna sentensi changamano, na kuna sentensi ambatano. Na kuweza kujua kwamba hii ni sentensi ambatano, itakuwa na kiunganishi pale katikati. Na sentensi changamano itakuwa na orejeshi. Na sentensi sahili ni sentensi ambayo ina kitenzi kikuu kimoja. Kwa hivyo ile ambayo ni ambatano itakuwa ni kwamba ni sentensi kuu mbili ambazo zimeunganishwa na kiunganishi. Safi. Kwa hivyo haya mambo mimi sioni kama akili unde itasaidia. Ndiposa ni vizuri pia mwalimu akue darasani. Kwanza ile njia inakuwa ya jedwali ngumu sana. Jedwali hata pia vishale. Kwanza mishale, mwalimu alinirarua viboko ndio nishike ya mishale. Kwanza ananiambia wewe kuja tupe changanua hii. Sasa ukiona na kuelezea hapa aina za sentensi, ikifika kwa kuchanganua nilipigwa kiboko ndio nijue. Ni viboko za mwalimu. Si akili unde haitakuchapa kiboko. Wakati huo naona uliumia. Ilikuwa unajua wakati huo pia alikuwa ameweka mwalimu anaweza kupiga vile anataka, na pia mzazi akiuja anakupiga zake, na pia mwalimu anaongeza vyake viboko. Lakini wa siku hizi bwana, ukijaribu hayo wewe unataka wewe, kuna hii nambari inaitwa TSC unaipenda? Naipenda. Kwa hivyo kama unataka mambo yakuwe sawa hapo kwa TSC, mwisho wa mwezi unasikia nding ama pale advance nding, inabidi kiboko niweke kando. Eka kando wewe. Sasa watoto mbona hamuelewi jamani? Basi tulieni, wacha tufike hapo basi, tumemaliza. Na ndio sasa maisha ya sasa, mtu wangu. Ndio hivyo. Kwa hivyo kwa kifupi, kweli matumizi ya akili unde yakitumiwa, naam, lazima yadhibitiwe. Dhibitisha kwamba je, hili ambalo nimeuliza nimejibiwa sahihi? Kweli. Ndiposa hata pia hutumika sana kwa mitihani. Utapata wale ambao hawajasoma wataanza kutafuta na kusakura mitandaoni. Kweli. Kutumia hii AI. Naam. Kwa hivyo ni vizuri kwanza hakikisha lile ambalo umepatiwa ni sahihi. Kama si sahihi, basi fanya tafiti zaidi. Uliza wajuao. Katika wiki inayoisha hii tulikuwa tunachambua magazeti kipindini asubuhi pale. Tukakutana na taarifa ambayo ilikuwa inasema kwamba sasa hivi katika, unajua kumekuwa na michezo ya kuigiza hii drama festivals. Wanasema walimu wa drama wameanza kutumia akili unde bwana. Niliona. Ndugu yangu bwana, akili unde sasa walimu wanakuwa sasa hawataki kuwa bunifu. Unakuja pale, unakuja na mchezo wa kuigiza mkali sana. Anayefuata pia wake ni mkali zaidi. Yaani unashinda umpe nani nambari moja? Akili unde, kazi ya akili unde hiyo. Kwa hivyo tutumie kwa ufasaha, lakini kwa ufasaha, yani mtandao umekuja unaonekana kusaidia, lakini kama kwa njia nyingine ulisema kwamba huu hautakudumisha, utakudunisha. Ukiutegemea sana 100%, yani utaisha wewe kabisa. Maana asa angalia kama walimu, unaweza kuwa unapata labda wewe mwalimu Misavu, umekuwa mwalimu mzuri sana katika kuchonga michezo ya kuigiza, na pia watu wamekuwa kikuja kununua. Alafu sasa niambie, akili unde imetokea, wewe watu watanunua mchezo wako upi, na wewe bado uko pale unategemea akili yako? Kazi yangu itapotea bwana. Si unaona sasa? Sasa mwalimu anaona badala ya kumpa mwalimu Misava 50,000 ili anipe mchezo wa kuigiza, si nitafute tu kule AI. Alafu nasema huko sitalipa mtu chochote kile. Sasa ubunifu pia ni kama unaisha
katika ulimwengu wa sasa. Kabisa. Kwa hivyo kumalizia waweza kusemaje? Mimi nitasema kwamba ni vizuri tufunze wanafunzi wetu jinsi ya kutumia mitandao ya kidijitali. Lakini tuwafunze kwa njia ambayo inastahiki. Njia ambayo itawasaidia wakazidi kunufaika zaidi. Sio njia ambayo itawapotosha. Kweli. Kwa hivyo tutumie mitandao kwa njia ambayo inastahiki. Sio njia ambayo itawapotosha. Kabisa. Haya, vizuri. Nashukuru sana kwa muda wako na pia kwa kuweza kudadavua, maana sehemu zote mbili umeziguzia vizuri, upande wa madhara, upande wa faida. Na ndio maana mwanafunzi katika insha ya mazungumzo kama haya huwa unatoa hoja zako pale, unasema zile za kuunga na kupinga. Alafu pia unakuwa kama 2-3 za kupinga. Kabisa. Na kwa hivyo najua inaweza kuwa mwalimu fulani wa Kiswahili amekuwa akisikiliza na ametoa hoja hapa katika kipindi na hisi atapatia wanafunzi insha ya kufunga muhula. Ndio hivyo. Kama mwanafunzi umekuwa ukisikiliza kipindi, wewe jua una alama 20 tayari. Si ndio? Maana hii ni ile insha ya kujadili umuhimu wa mambo ibuka. Tunasema tuwafuga ndevu lakini hazina soko. Bwana ulianza vizuri lakini unakwenda spendi. Tuwafuga ndevu lakini hazina soko. Sasa hayo mambo gani bwana? Mwalimu umeanza kuzingua yani. Nimekuguza mahali. Lakini wajua si pale katika biolojia tuliambiwa this is accumulation of dead cells, vitu ambavyo vinamea vyenyewe. Umeuza ndevu? Ni vitu ambavyo vimekufa, utauzaje mzee? Wezi, kwa hivyo hakuna soko. Ndevu, kucha, nywele ni dead cells hizo. Kwa hivyo utaendelea kufuga? Utaendelea kufuga? Ni urembo. Basi fuga mifugo tu. Tuonane majali wa ndugu yangu. Nashukuru sana, uwe na weekend njema. Alafu kule akisha kwamba unanunua mwavuli. Unanunua ile raincoat ile. Unanunua kitu kinaitwa gumboots. Ndio kukionekana dalili za mvua kule Nairobi. Nisisikie kwamba mwalimu wa Kiswahili alikuwa anaenda darasani akasombwa. Lakini usishangae kwamba wakati ule wa mafuriko yaliyofanyika kule kuna mwalimu wa hisabati alifika darasani vivyo hivyo na akafunza. Mungu awabariki sana walimu wa hisabati wote. Mungu awabariki. Na huyo mwalimu ni Akiliunde. Akiliunde hiyo. Lakini kama kuna walimu ambao hawategemei sana Akiliunde ni wa hisabati, hao na hatuwezi danganyana. Una hakika? Wa hisabati hawawezi bwana. Watu wameshika maformula pale kwa vichwa, utategemea za ngapi? Na kuna method 1, kuna method 2, kuna method 3. Bwana weekend njema ndugu yangu. Asante, salimu watu wa kule waambie tuko pamoja. Asante pia nawe. Siku njema. Asante. Jamani. Zisha katika dakika 49 tayari ndani ya saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Amekuwa ni mwalimu Misava tukizungumzia ujio wa Akiliunde. Umesikia yote madhara na faida zake. Cha msingi mno, tumia kwa uweledi.